Okay, basi tuungane na mdau hapa ambaye tuungane na Super Mama obvious kwa sababu wasikilizaji wanamjua pia na watazamaji wanamjua, na yeye pia ana mengi ya kuuliza. Ana mengi sana ya kukuuliza kwa sababu ni mmoja wa shabiki kindakindaki wa dunia. Yes. Super Mama, mambo vipi? Hello. Mambo ni poa Divi, habari yako? Salama za wewe? Ni njema kabisa, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Okay, uwanja ni wako na niko na Manyanya na bado tupo katikati kabisa ya interview. Karibu sana. Okay, sawa, nimefurahi sana kukaribishwa siku ya leo kwenye kipindi, lakini pia kujifunza na kufahamu mambo mengi sana. Nimefurahi sana kumuona Manyanya akiwa ndani ya mjengo Midundo Online Media. Karibu sana Manyanya. Asante sana. Okay, nimefuatilia hapa, nimeona vitu vingi vizuri kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ya dunia, lakini pia namna ambavyo shughuli nyingi zinaendelea za kazi ya filamu. Mimi natamani kujua, ukimzungumzia Manyanya sasa hivi ni mtu mmoja ambaye amekuwa maarufu sana. Natamani kujua unazungumziaje umaarufu wako? Umaarufu kwangu mimi na utazama kama dhamana. Kwa sababu ukishakuwa maarufu, sasa hiyo ni kwa namna ambavyo mimi naubeba tofauti na kila mtu na umaarufu wake, kuna namna ambavyo anaweza kaizungumzia, lakini umaarufu wangu mimi huu na utazama kama dhamana. Dhamana ambayo nimekabidhiwa na watu walioniamini kwa ajili ya kuweza kuendelea kuwalisha, kuwaelimisha, lakini pia kusaidia katika sehemu ambazo walishindwa wao kuweza kupata msaada wa moja kwa moja. Kabla ya hapa mimi sikutegemea kama ningeweza kuwa maarufu hivi. Na hata saizi mimi wanaoniita maarufu ni wale wanaonizunguka, lakini mimi huwa najionaga nipo kawaida kabisa. Kwa hiyo maarufu na huwa nauogopa sana, niko nao makini mno, kwa sababu kuna namna umeenda kunifanya niishi maisha ya tofauti na yale ambayo nimezoea kuishi kila siku. Kuna namna umejifanya niwe na tahadhari katika kila ambacho nakifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wananiamini mno. Naweza nikasema jambo hata kama la upotoshaji, watu wengi wataingia huko. Unajua zile, na naweza nikafanya kitu kwa wale ambao wananiamini na wao wakasema okay, hii inatakiwa iwe hivyo, na wao wakafanya hivyo. Kwa hiyo nipo katika eneo ambalo nahitaji umakini mkubwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha sikosei wala sipotoshi watu, kwa sababu siko peke yangu. Kuna watu wengi ambao wako nyuma yangu wanaamini katika kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo hii ni dhamana ambayo mimi naiheshimu sana. Okay, Mama. Sawa. Na nimefurahi sana kwa ajili ya hivyo, lakini pia nini kimebadilika kwako kutokana na umaarufu ulionao? Vimebadilika vitu vingi. Kikubwa cha kwanza ni imani. Imani yangu sasa hivi imekuwa ni kubwa mno kuliko mwanzo. Hapo mwanzo watu walikuwa hawaniamini kwa sababu walikuwa hawanijui. Lakini sasa hizi ni rahisi mno. Sehemu yoyote ambayo naweza nikaingia, watu wakiniona tu, hata kama sina kitambulisho, sina baadhi ya nini, kitu kinakuwa ni rahisi. Kwa mfano, zamani mimi nilikuwa napata wakati mgumu, nikiwa nataka kitu lazima nikifuate mwenyewe. Nitoke hapa labda niende sehemu fulani ni register hichi na hichi na hichi, lakini sasa hizi ni ngumu, sio lazima niende. Naweza niko hapa lakini nataka nifanye labda registrations za kupata masuala ya benki na nini, taarifa zangu. Sio lazima nifike. Yaani sasa hizi nilivyo, kuna nao tunaweza ngapiga simu, mtu fulani Manyanya siwezi kuja. Sawa, tunakuja brother. Vitu vinakuja kwangu, tunamaliza alafu wao narudi kule. Sawa. Kwa hiyo nimekuwa na hiyo imani ya kuaminika na watu na kuweza kupata access ya vitu ambavyo navihitaji. La kwanza. Lakini la pili, umaarufu huu umenipa connection na mtandao ambao sikuwa nao kabla. Sawa, sasa hivi kuna watu wengi ambao nafahamiana nao, watu ambao ni wadau pia, ambao ni rahisi pia kuweza kusaidiana katika baadhi ya mahitaji, hususan katika masuala ya project. Kwa hiyo sikuwa nayo kabla, lakini baada ya kuwa maarufu, huu mtandao na hizi njia zimeweza kufunguka na kunifanya endelezie vitu vingi. Lakini pia hata lifestyle, umaarufu umenisaidia kuweza kubadilisha kidogo maisha yangu. Kabla ya watu kunifahamu sikuwa naishi hivi.
kuna namna nilikuwa naishi maisha ya chini sana. Maisha ambayo hata msaada wenyewe kupata ni issue. Lakini saa hizi na angalau kuna unafuu mkubwa. Siombi msaada unakuja wenyewe. Unajua zile situmii nguvu kubwa katika kuhitaji kitu. Inakuwa ni rahisi chenyewe. Ni kwa sababu watu wananifahamu na watu wananikubali. Kwa hiyo umaarufu umenikusanyia vitu vingi sana. Nashukuru sana. Okay, sawa. Na ndoto yako kubwa hasa ni nini? Kitu ambacho nakiwaza kila siku ni kuleta mabadiliko au mapinduzi, hususan katika nyanja kubwa ya maendeleo kwenye upande wa filamu Tanzania. Naliaga sana na ukuaji wa filamu Tanzania. Kama kuna kitu kinanikeleketa moyoni mwangu ni soko ama tasnia ya filamu na uigizaji Tanzania. Hichi ndicho ambacho nauishi kila siku. Kwa hiyo ninachokitamani na kukiota ni kuona siku moja walau kazi zetu ama filamu yetu ya Tanzania inakuwa ni kati ya filamu bora ambazo zinaweza kuzungumzwa duniani. Sawa Sisi tuko chini sana. Ukiangalia wenzetu watu kama wa Nigeria, Ghana, South Africa wapo katika level kubwa kidogo kidunia katika masuala ya filamu na sanaa ya uigizaji kwenye mataifa yao. Hata leo hii hapa ukisema usachi katika mtandao kwamba waigizaji bora Afrika, sawa, ama filamu bora Afrika, trust me, huwezi kukuta filamu ya Kitanzania ipo kwenye zile list. Huwezi kukuta mwigizaji wa Kitanzania ipo kwenye zile list. Utasikia tu waigizaji kutoka mataifa mengine, sijui Cameroon, Senegal, Ghana, Nigeria, South Africa. Kwa nini Tanzania sisi hatupo? Hatuna vipaji, hatuna wawekezaji, hatuna akili, hatuwezi. Kwa nini hatupo? Hii inaniuma mno. Kwa hiyo ninachotamani kuona siku moja bendera yetu hii ya Tanzania kupitia upande wa tasnia ya filamu na uigizaji inavuka katika mataifa makubwa yaliyoendelea katika engo hiyo, na sisi tunapata heshima ya kuitangaza nchi yetu na kukuza sanaa yetu ya ndani. I feel that's my dream. Hiyo ni nzuri sana, lakini pia kumzia swala kubwa sana la juu ya filamu na namna ambavyo zinafanya vizuri katika mataifa mengine na nchi zingine. Ni msanii gani ambaye anakuinspire hapa Tanzania na nje ya Tanzania? Kwa Tanzania wapo wengi ambao wanafanya vizuri. Napenda jitihada zao sana. Wapo wengi. Kwa mfano brother Jacob Steven na mheshimu, ni mkongwe, ameacha alama kubwa, akatengeneza njia nzuri mpaka safari hii. Kwa na mheshimu sana, napenda kazi yake. Gabo, he's doing good na appreciate brother, anafanya vizuri. Yes, na wapo wengi kumention wote hapa naweza nisiwamalize, lakini wapo wengi sana kindani. Kwa hao wote napenda ambacho anakifanya na ninakubali sana uwezo wao. Okay, sawa. Na tamani pia kufahamu swala la namna ambavyo unatumia misemo yako kwenye kazi yako ya sanaa. Ile misemo huwa unaipitisha au unasaidiwa na watu wa BAKITA au watu wote ambao wanasaidia kukuza lugha ya Kiswahili, au mwenzetu kuna namna gani ambapo unapata ile misemo yako ya mambo ya chechecho? Misemo ya kitaalamu, ule ni utaalamu ambao niliubuni tu mwenyewe kutokana na namna ambavyo nahitaji kuwasilisha maudhui yangu kwenye jamii. Sawa Kwa hiyo sikuwahi kufika BASATA sijui ama baraza la Kiswahili na nini kwa ajili ya kuweza kupata msaada ama hapana. Ile ni creativity tu ambayo nimeona nahitaji niweke haya maneno yatakayonyumbulisha lugha yetu ya Kiswahili na kuongeza viladha katika usemaji. Nafikiri ni moja kati ya vipengele muhimu katika fasihi. Fasihi lazima iwe na ladha ya maneno, angalau msikilizaji naye hawezi kusikiliza vizuri bila kuboreka. Kwa hiyo huo ni ubunifu tu, na sijapata bado support kutoka kwa baraza la Kiswahili na lugha pengine kwamba maneno haya yanatakiwa yapite. Hapana, ni ubunifu tu ambao mwenyewe nimeamua kutengeneza, na nashukuru watu naona wanaopokea na wanauelewa pia. Okay, unawezaje kutofautisha
tofautisha kati ya uhusiano wako wa uigizaji na maisha yako binafsi? Maisha binafsi, okay, maisha ya uigizaji ni maisha ya kutengenezwa sana. Sawa maisha ya kutengenezwa sana. Kila ambacho kinaonekana kwenye film ambayo naifanya, ile inatakiwa iwe vile kutokana na mchezo unavyonitaka niwe. Sawa lakini ukirudi kwenye maisha halisi, mimi ni mtu mwingine kabisa. Na maisha yangu mengine kabisa. Ingawaje sasa kwa wanaotazama ama wanaoishi around me, wao wanapata shida kutofautisha. Naweza ngasema kitu cha masiala, mimi nishai kupata wachumba kwa sababu tu wanapenda ninavyompetipeti mati. Watu wanakuja sana, unajua zile. Lakini sasa mimi naangalia, lakini ule ni mchezo. Sio kama niko 100% ni romantic kiasi hicho, na mimi yusho yangu pia mimi, unajua. Kwa wanaonizunguka ndo wanapata shida. Wanaamini yule kila anachokifanya Manyanya basi is supposed to be like that. Lakini mimi kumbe pia niko tofauti. Na wengine wakiniona nikiwa na gubu vile na asila na violet na nini kila kitu mkali, wanaamini this man is very harsh. Au ndo upande wake wa pili. Yes, lakini it's very different. Kinachoonekana kwenye film ile ni character, inatakiwa nikae vile, nicheze vile, lakini mimi mwenyewe maisha yangu niko tofauti kabisa. Naishi maisha kawaida kabisa kama wanavyoishi watu wengine. Umezungumzia la mashabiki namna wanavyopenda hivyo, hususan ni mabinti wa kike. Unaweza date na mshabiki wako kupitia mitandao ya kijamii? Naiogopa hiyo. Huwa naiogopa sana. Kwa sababu nikisha date na shabiki, manake nimeshapoteza shabiki. Nimeshapunguza shabiki obvious. Alafu sitakuwa na imani naye kubwa. Kwa sababu nitaamini huyu alichovutiwa na mimi ni yule mtu aliyemuona. Ni yule mtu aliyemuona, sio mimi. Pengine ni ile crown ambayo anaitaka, pengine yuko na mtu maarufu na nini, lakini sio ile real kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye namfeel. Na ndio maana mimi mtu akisema nakupenda Manyanya, I don't trust you. Lakini nakupenda hali, nasema unamwangalia mara mbili. Mbona kanigusa mbali sana. Unajua zile. Kwa hiyo naogopa sana kudate na shabiki yangu kwa sababu nampenda sana shabiki yangu na sitaki nimpoteze. Sawa. Kupitia tamasha la Mashariki Creative Economy Index, nyinyi kama kikundi cha filamu ya dunia mnanufaika vipi katika ile tamasha? Tamasha limetupa vitu vingi kwa sababu pia ni tamasha letu la kwanza lilikuwa katika matamasha yanayohusiana na masuala ya filamu. Cha kwanza kilitupa maarifa. Kuna maarifa mengi ambayo tulikuwa tuyajui. Kwa sababu pale kwenye ile tamasha kulikuwa na wadau wengi pia ambao walikuja kwa ajili ya kuweza kutoa elimu. Wadau wengi walikuja kwa ajili ya kuweza kutoa support. Sawa Kwa hiyo tulijifunza mno ambao mengi tulikuwa tuyajui. Lakini pia lilitupa connections. Kuna watu ambao tulikuwa tufahamiani nao. Lakini kupitia ile tamasha tumeweza kulink nao, na angalau saizi tukiwa tunahitaji baadhi ya vitu, njia zinakuwa ni rahisi. Sawa Imetuweka karibu pia na walezi wetu wakubwa. Sawa Kulikuwa na viongozi wetu pale wa bodi ya filamu. Kulikuwa kuna nguvu pia kutoka upande wa Baraza la Sanaa. Kwa hiyo tumeweza kukaa karibu na hawa ambao ndio wanatufanya sisi tunaweza kukua, walezi wetu. Kwa hiyo imetuongezea ukaribu na imetuongezea confidence. Ambapo awali tulikuwa tunawachukulia kama hawa watu bwana sio wetu au maadui zetu. Lakini wao wakasema no, hapana, we have to be together. We have to be closer kwa ajili yenu na kwa ajili yetu kama nchi. Kwa hiyo tunashukuru tumekuwa karibu pia na walezi wetu. Lakini pia imetuongezea ari. Tumekuwa na morali kubwa tofauti na tusinge kuwepo kabisa. Tumekuwa na morali kubwa kwa sababu tumeona wow, kumbe kupitia filamu na sanaa unaweza kaunganisha watu wengi kwa pamoja, alafu na kikafanyika kitu kikubwa kimoja. Sawa, kwa sababu ukiangalia vizuri hakukuwa tu na sanaa peke yake. Kulikuwa na activities nyingi tu za kibiashara, kulikuwa na opportunities nyingi tu ambazo zinawaweka watu wote na kuengage kwenye program moja. Kwa hiyo pia ilituongezea kitu kikubwa sana. Spama uko unatusikia? Nipo nasikia. Naomba nimalizie kwa kitu kimoja. Manyanya, una timu gani ambayo unaipenda hapa Tanzania? Nini? Timu gani ya mpira ambayo unaishabikia hapa Tanzania? Timu. Sasa
Watu wengi wao hawanielewagi kipengele hichi, lakini huu ndio ukweli wangu. Mi timu ambayo naishabikia naipenda na machungu nayo pia hata ikifungwa na ninafurahi pale inaposhinda ni Taifa Stars. Taifa Stars mimi ni shabiki kabisa, yani wa Taifa Stars. Kila mmoja ni shabiki. Club. Lakini when it kabisa una mahusiano au uko na familia na nini na watoto na kadhalika? Kwenye upande wa mahusiano nafikiri ndo naanza kuingia sasa kwenye mahusiano. Nipo kwenye aina fulani hivi ya penzi jipya, lakini sipo kwenye familia bado, sijaoa, by the way sina mchumba. Kwa hiyo bado mpya kwenye kipengele cha mahusiano. Kwa hiyo itumie fursa hiyo mabinti. Unafungua mlango au unaufunga? Penzi tayari yupo kwenye penzi jipya. Okay. Anaweza katajwa. Bado kwanza. Asubiri kidogo. Mashabiki zako. Mashabiki kwanza ni shukrani. Nawashukuru sana kwa kuniamini, kwa kunisupport. Ni kitu kikubwa sana kwangu. Lakini pia kingine nawapenda sana kwa sababu wao bila wao mimi siwezi kuwa. Chochote ambacho nakifanya, nguvu ambayo naipata ni kwa sababu wao wameruhusu mimi nipate hiyo nguvu. Ni kwa sababu wao wameridhia. Kwa hiyo katika watu ambao nawapenda sana mashabiki zangu, na nawaomba waendelee pia kunisupport, waendelee kunifuatilia katika kila kazi ninazofanya, katika kila ambacho nitakuwa nakiandaa kwa ajili yao. Okay, na maswali mengi kwa baadhi ambao walikuwa wanajua leo utafika Midundo, ambayo naomba niliwasilishe kwamba kazi yenu itaendelea kubaki YouTube au kuna channel ambayo yoyote tutegemee kutoka sasa kwamba kazi yenu itaweza kuwa inarushwa kwenye electronics media. Nafikiri huko bado hatujiangalia namna ya kuweza kuipeleka, kwa sababu kuna aina ya hatua ambazo tunahitaji tuzifanye zaidi kupitia huko digital platform kwenye upande wa YouTube. Kwa hiyo bado kwa sasa hivi tutaendelea kuonekana zaidi kwenye upande wa digital platform kuliko ni kwenye upande wa TV. Inaonekana huko nzuri sana, lakini namna tunatamani pia tuwe tunapata kama ni YouTube basi ni YouTube iwe ambayo itaonesha dunia hiyo tu moja, maana kuna baadhi ya watu ambao wanapakua kazi na kuzionyesha na baadaye kuweka kazi zao. Sijajua kwa upande wenu nyie hiyo mmeliwekaje, namna ya kuweza kuwadhibiti hao ambao wanachukua hivyo aidha wana vibali kutoka kwenu vya kuweza kusambaza kazi zenu au utaratibu wenu, sijajua mmeuwekaje hapo. Kiukweli katika changamoto kubwa ambayo tunaipitia sasa hivi ni pamoja na hiyo. Sawa, maharamia ni wengi mno. Wanaitumia kama fursa kwa sababu wameona tayari hichi kitu ni kikubwa. Lakini wote ambao unaona wanatumia migongo yetu kwa ajili ya kufanya kazi zao, hatujawaruhusu. Hawana kibali na sisi. Ni wezi tu kama walivyokuwa wezi wengine. Sawa. La tulijaribu kwa namna moja au nyingine kuweza kuwazuia na kuwashusha. Tuliwashusha kwa kiwango fulani, lakini kila wanavyowashusha wanaibuka. Kila wanavyowazuia huku wanapitia huku. Kwa hiyo wanatupa wakati mgumu. Lakini kikubwa ambacho pia ningependa kuzungumza na mashabiki na wadau wote ambao wanasikia, njia pekee ya kuweza kupata kitu ambacho ni halisi kutuhusu sisi, cha kwanza wazingatie numbers kwa maana ya wafuatiliaji, subscribers wetu sisi ni wanaanza 1 million plus. Sawa, mtu yoyote ambaye sio sisi atakuwa iko chini ya hapo. Sawa, kwa sisi ndio tuna kundi kubwa la watu kwa sababu sisi ndio halisi wenyewe. Kwa hiyo anapofuatilia mtu kazi zetu, make sure asiangalie jina. Watu siku hizi wana copy mpaka majina. Asiangalie picha. Picha zipo nyingi tu huko, mtu anachukua picha ya manyanya, anachukua picha ya Moody, sio anabandika pale. Cha kwanza angalie numbers. Subscribers 1 million plus, basi hao ndio sisi. Sawa, lakini pia angalie engagement ya kazi hata ndani yake. Kazi zetu sisi ukiziangalia utaona kabisa within 3 to 2 days tayari imeshapata watazamaji milioni 1 na kuendelea. Kwa hiyo nguvu ya project ndio aiangalie zaidi.
Mimi nitaomba niongeze swali hapa. Sawa. Namna ya kuepukana na maharamia au ni upande wa online au kwenye digital. Sasa inapokuja huku mtaani, kwa sababu labda nikuulize swali, wewe ushawahi kutembea mtaani ukakuta mimi naamini hivi mitaani kuna vibanda hivi vinavyouza filamu most of time na nini. Na wengi asilimia kubwa ya watu wa mitaani huwa wanaenda sana kwenye hizi na nini. Ushawahi kukuta labda filamu yako inakuwa distributed kupitia wale watu wa mtaani, au unafanyaje endapo kama kuna mtu anafanya hivyo alafu yani in short anauza filamu zenu kupitia biashara ya namna hiyo? I hope umeshaona vibanda kama hivyo mtaani. Wale unakutana nao vipi? Library. Kwa kweli hiyo pia ni kati ya changamoto kubwa pia ambayo inatukabili sasa hivi, na kwetu sisi imekuwa ni surprise, hatukujiandaa kukabiliana nayo. Kwa hiyo ni darasa hili ambalo tumelipata katikati ya safari. Kwa hiyo tunajaribu kuweza kuhakikisha tunaizuia hii, japo sio rahisi kwa sababu ni eneo kubwa. Unaweza leo ukisema uende Tandika ufungie vibanda vya Tandika, lakini Kisarawe kule kuna vibanda vingine vinajengwa. Sawa, Tabata kuna watu tena kule wameshanunua flame wana kiungulumisha. Vipi kuhusu Morogoro, vipi kuhusu Mwanza? Changamoto ni kubwa, nguvu yetu ni ndogo. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano wa moja kwa moja na mamlaka ambazo zinahusika na kazi zetu, lakini pia nguvu ambayo inaweza ikaweza kuminya uwizi. Kwa hiyo hii issue ni kubwa mno. Sisi peke yetu kama crew ni uongo kuweza kudhibiti, lakini tupo katika mchakato ambao utaenda kuhakikisha hizi haki zote zinapatikana. Okay. Supermama, una kitu cha kumalizia? Mimi tu nimshukuru kwa namna ambavyo ameweza kutoa elimu kwa jamii. Cha kumalizia tu, natamani pia azungumze na wanawake hususan ambao wamejikita kwenye masuala ya uigizaji. Yeye yupo huko, yeye ni director, anaona changamoto, mapungufu yetu wanawake, anakuwa na vingi ambavyo anatamani kuvizungumza, ambavyo either upcoming artist anatakiwa aweje, yanapofika kule awe vipi, ili asiwasumbue madirector namna ya kuweza kufanya nao kazi. Maana wengi tumekuwa tukikutana na changamoto za kusema rushwa za ngono, madirector hataki, anataka hivi. Kumbe unaweza kushangaa kumbe sisi wenyewe tuna changamoto zetu tu, lakini yeye anaweza akatupa tu hata 2-3 ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuwe navyo makini au kuzingatia wakati wa kwenda kwenye sanaa ya uigizaji. Na la mwisho kabisa atanimalizia kwa ni kipi hasa anashauri tasnia ya filamu hapa Tanzania. Okay. Nadhani kitu zimeeleweka. Kwa upande wa mabinti ambao wanapenda sanaa ya uigizaji, kiukweli wanatakiwa wawe makini sana. Kwa sababu changamoto yao ni kubwa kweli katika kutafuta mafanikio yao. Na hii si tu kwenye filamu. Nafikiri jinsia ya kike imekuwa na yani linapokuja swala la mafanikio, sawa, kwa sababu dunia leo jinsi ilivyotengenezwa mpaka kufikia hapa, kwa asilimia kubwa mafanikio yameshikiliwa na wanaume. Sawa. Kwa hiyo wanaume wengi wanaitumia hii pia kama fursa ya kuweza kuwatumia wanavyotaka wanawake, kupata wanachokitaka wanawake. Lakini mwanaume ambaye anatumia njia hii, mimi simuiti mwanaume. Huyu ni mwanaume dhaifu. Ni udhaifu mkubwa sana kutumia mali, kutumia nguvu, mamlaka uliokuwa nayo kwa ajili ya kummanipulate mwanamke upate kile ambacho unakitaka. Hii ni dhambi. Hii ni rushwa. Sawa. Kwa hiyo kwa kila wanaume ambao wananisikia, kama directors, kama producers, sawa, wenye nguvu, nakemea kabisa hii tabia. Hii ni dhambi, hii ni rushwa, lakini pia hii ni najis ya kujaribia mwenyewe. Sawa. Hivi vitu tulivyopewa hivi sio vya kwetu sisi, hivi ni kwa ajili ya watu wengine. Hii ni dhamana ambayo sisi tumepewa. Hii ni zawadi ambayo inakuwa na thamani pale ambapo itakuwa inawasaidia watu wengine. Kwa tukisema tutumie hii kama nyenzo ya kuweza kuwarubuni na kupata tunachokitaka, hii ni sumu kwetu, haigeuki kuwa baraka kabisa. Kwa hiyo kwanza hii rai naipeleka kwa hawa watayarishaji wengi waliokuwepo waliokuwa na tabia hizo, lakini pia waongozaji, lakini pia wasanii wenye nguvu.
hii naomba tuanzie sisi huko kwa sababu sisi ndio tuna power. It's not that easy aje mwanamke aje ku approach kwamba nataka kitu hichi, nifanye hivi basi unipe kitu hichi, nitakupa hivi basi nipe nafasi. It's not that easy. Mara nyingi hii nguvu iliyokuwa huku ndio ina influence wale kuweza kuwafanya vile ambavyo unataka. Kwa hiyo hii sauti ya juu kwanza naanza na huko ambacho kuna power. Lakini cha pili narudi kwenye hao wahanga wenyewe. Mabinti. Mabinti lazima wajitambue. Kitu cha kwanza kabisa ni lazima uwe na utambuzi binafsi. Itambue thamani yako, jitambue wewe ni nani. Tambua pia focus yako. Kitu ambacho hawakijui, yes, nini unataka. Kitu ambacho hawakijui, kama utajirahisisha kwa ajili ya kuweza kupata kile ambacho unakitaka, maana yake ni kwamba unaifanya safari yako kuwa ngumu zaidi kule ambako unaelekea. Sawa, ukiutumia mwili wako kirahisi kuamini kwamba mtu huyu atakuthamini, trust me, akisha kutumia tu ile thamani inashuka kabisa. Kwa experience ndogo ambayo nishakuwa nayo, nimegundua kwamba thamani ya mwanamke huwa inaongezeka mara 2 pale ambapo atakuwa anamsumbua mwanaume kwa kile ambacho anakitaka. Kabisa, hii iko psychologically iko hivyo. Lakini once unamruhusu kutumia na kupata anachokitaka, value yako inashuka. Kwa hiyo wanawake lazima waitambue hii nguvu iliyokuwepo ndani yao na waitumie vizuri katika safari yao. Mtu ambaye anakunyima nafasi kwa sababu hujampa kile ambacho anakitaka, wewe ndio mshindi na sio yeye. Lakini ukiruhusu kumpa anachotaka ili akupe nafasi, wewe umeshapotea. Na nature ya sisi kila kitu, na nature ya sisi ukisema umpe yeye atakutumia, lakini ndo hata kufikiria atakudampa, atatafuta mwingine atamtumia. Na kinyota sasa, haya mambo pia na nguvu yake katika nyota. Ili uweze kutoka vizuri ni lazima nyota yako iwe safi, ni lazima uwe na shine. Lakini the more unavyoruhusu kutumika sana, unaenda kufifisha ile nuru yako ya ndani. Kwa hiyo unaweza kupewa nafasi na usifanikiwe. Yes, kwa hiyo msitumike sana. Jitambue, tambua unachotaka, usiruhusu kuwa dhaifu. Sawa Ukiwa na msimamo sawa sawa, kwa producer ambaye anaelewa vizuri ama waongozaji ama wadau ambao wanaelewa vizuri, hawezi kukutingisha. Lakini ukiwapa ruhusa, nafasi ya kuonesha kwamba wewe mwenyewe ni dhaifu, utatumika mno. Na wanaambiana sana. Alafu mwisho wa siku utakuwa umepoteza muda. Kwa hiyo amini katika uwezo uliokuwa nao. Kipaji ndio kila kitu. Nawapa siri moja kubwa hii, ambayo hii ni reality kokote pale duniani. Ukiwa una kipaji kizuri, sawa, kipaji kabisa, talent kabisa unawasha, ukiwa una jitihada nzuri na nidhamu nzuri, hata hao wenyewe wadau na waongozaji huwa wanamuogopa mwanamke wa namna hiyo. Kabisa, ukiwa na standard, una discipline nzuri, ukiwa na kipaji kizuri na jitihada nzuri, anakuogopa. Kwa sababu anajua huyu nikisema ni mchokoze, ni approach kwa ajili ya kumtaka, huyu naweza nikamkosa. Sawa Nikimkosa kwa sababu namhitaji kingono, na maana mimi nimeikosa thamani kwenye kazi yangu. Kwa hiyo yes, kwa hiyo huwa wana hiyo discipline kwa mtu ambaye anaona kabisa huyu ni valuable. Kwa hiyo hili lazima walitambue. Wasiadaike na mionekano yao. Unajua wanawake wengi kuna namna zamani pia huko walikuwa wanadanganyika na muonekano. Wakisikia sanaa, wakisikia muigizaji, basi cha kwanza wanakimbilia kwenye mvuto wa nje. Kwamba wewe labda mweupe, una sura nzuri, sijui una shape nzuri, una nini nzuri. Hivyo havikusaidii. Huo ni kama mtego tu utakao kuingiza wewe katika majaribu. Kwa hiyo wasije wakategemea mionekano yao ya nje. Waitengeneze nuru yao ya ndani, kwa maana ya discipline, kwa maana ya super talent. Sawa? Wavitengeneze hivyo. Yani hivyo ndio kinga vitakavyowafanya wao wanosulike na kufanikiwa. Lakini wakihangaika kwenye makeup, wakihangaika kwenye mashepu na mikano ya nje, hiyo inawavutia kuingia katika majaribu ambayo inaenda kuwamaliza kabisa. Lakini kama utasimama humo, haki ya Mungu naamini watafanikiwa. Na swali la mwisho alisema ni nini kifanyike kwenye swala la filamu ili kiendelee. I think mama nimepatia swali lako la mwisho Ni ushauri gani, anatoa ushauri gani kwa tasnia ya filamu Tanzania? Tasnia yetu ni ya muda mrefu, lakini bado ni changa. Mimi naita hivyo. Ingawaje ni ya muda mrefu, imeanza zamani, lakini bado ni changa sana. Hatujafika bado kokote. Ni mimi naona hivyo. Sijui wengine watakuwa wanaonaje, lakini kwa namna ambavyo naitazamia hii tasnia na natamani ifike mahala fulani, naona bado tuko nyuma sana. Kwa hiyo kikubwa ambacho ningeweza kushauri
ni tunahitaji kuitathmini upya na kufanya mapinduzi ambayo hayatoishia tu ndani, mapinduzi ambayo yataenda kutupeleka hadi katika viwango vya kimataifa. Tunahitaji kuangalia zaidi nje. Japo sasa ili kupata hiyo ushawishi wa viwango vya kimataifa ni lazima kwanza tuanze na ushawishi wa ndani, lakini pia lazima mila yetu ianzie ndani. Sawa, kwa hili si jambo la mtu mmoja mmoja. Kama litakuwa ni la mtu mmoja mmoja, maana yake ni kwamba sisi labda kama upande wa timu ya Dunia kuna namna tunaamini kuhusu filamu inatakiwa iwe tuipeleke nje. Labda wengine ambao wadau na cruise nyingine kuna namna wao wanatakiwa waamini kuitengeneza filamu iende nje. Lakini kuna ile ya general kwa pamoja, kukaa chini sasa tukubaliane tasnia yetu hii tunaipeleka wapi kwa ajili ya kufika katika viwango fulani. Sasa hii ya general ni ngumu kuizungumzia kwa sababu kila mmoja anafanya kazi kwenye miongozo yake. Yeye ana maono yake. Mwingine yupo kibiashara tu. Sawa, anataka tuwafanye biashara zake auze amalize. Lakini kuna wengine hawapo kibiashara, wapo kimapinduzi kuhakikisha kwamba hii filamu yenyewe kama filamu inapata heshima, lakini pia inapata recognition katika international level. Hizi ni fikra nyingine ambazo kila mtu anazifikiria, lakini kitu ambacho I wish kifanyike katika upande wetu wa filamu ni kuhakikisha kwamba filamu zetu kweli haziishii tu ndani katika ubora, zinaweza ziende mpaka kuathiri kwenye mataifa mengine ambayo tayari yameshaendelea. Na hii ndio ndoto yangu, ndio maana mimi narudi sana katika hichi kipengele.